Alright, mpenzi mtazamaji, kama kawa ni radio station ya Kiss FM na tuko hapa kwa ajili ya shule ya Kirongorori High School Journalism Class. So unajua truth, kila weekendi, probably Sundays, huwa tunaleta wanafunzi. Kawaida na tunafanya jinsi tunavyojua. Ni wanafunzi ama wakufunzi? Ni wanafunzi. Na siku ya leo baadhi tumebarikiwa sana. Kabisa. Tuko na wakufunzi kutoka shule ya Kirongorori High School. Na nimesikia ni Kirongorori High School. Ni Kirongorori High School. So principal afanye jitihada zake atoe jina hapa chini. Kidogo nichanganyikiwe. Kwa nini? Si mixed, it's high school. Kirongo Mixed High School. Bado ni sawa. Ni sawa. Wamechanganya. Ni wasichana wa kike ama wanafunzi wa kike na pia wa kiume. Kwa hivyo sioni kama kuna tatizo lolote. So na kama kuna shule yoyote by the way, kuna journalism class na wangependa kututembelea, milango yetu kila siku iko wazi. Hebu angalia jinsi hao wanafunzi wanapo wamejiandaa. Si mmejiandaa? Yes. Are you ready? Yes. Mko tayari? Yes. Kabisa? Kabisa. Mbona mtoe sauti kama majournalist? Mko tayari? Mko tayari. Yes. Mmesema hii ni shule gani? Kirongorori High School. Karibu sana ndani ya Kiss FM 94.1. Tuweze kukuletea yale ambayo hao wanafunzi wamejiandaa nayo. Najua kwamba wako na hamu sana. Sana. Hawa ndio sasa watangazaji. Tulikuanga na hiyo hamu tukiwa shule. Sijui kama wewe ulikuwa unajuaje ukiwa mtoto? Mimi nikiwa mtoto nilikuwa najua by the way radio station mtu wako huko ndani. Anaingia kwa radio ndani. Kuna siku moja nilibomoa radio yetu. Sitaki kusema kitu ile happen after hapo. Najua tu. Ninajua tu. Niling'oa tu hapo nyuma, tu hapo nyuma. Lakini hukupata mtu ndani. Nione mtu anaongea. So kwa siku ya leo kama radio ya Kiss FM na pia kama YouTube channel yetu ya Kiss FM Digital. Tuko live pale. So tunawakaribisha sana watazamaji muweze kukaribia na kuona yale ambayo au wanafunzi wametuandalia kwa siku ya leo kama journalism club. Yes. Yes sir. So tukianzia unajua kama kawaida hii ni Kenya na tunakuanga na national anthem. Kawaida. Na siku hizi kila shule iko na school anthem. Kawaida. Sijui tunaanzia national anthem tuingie school anthem. Sijui tungefungua kwa maombi. Tunaanzia wapi? Tunaanza kwanza na national anthem. Yes. Ndio tutaenda kwa ya shule. Siku hizi mpaka wanakuanga na ile ya East Africa. East African. Kawaida. Kuchanuka kweli kweli. Ndio hiyo. Sasa uwanja ni wenu wanafunzi wa Kirongorori Mixed High School. Yule anatuongoza ni nani? Akuja hapa mbele, songe mbele kidogo, chukua mic tuongoze. Tupatie anthem zote mbili. Kutoka hapo sasa tunaanza shughuli ya siku. Journalism tupo. Journalism tupo. Mungu nguvu yetu, ilete baraka kwetu, akiwe ngao na mlinzi, na tukae na uhuru, amani na undugu, raha tupate na ustawi. Journalism tupo. We are grateful to the Almighty God. Kirongorori High School is our joy. We are the light and still be the light. To this we work for success. Kirongorori High School is our joy. 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 Strong we stand determined to succeed. Arise and shine, we will lead at the top. We are the right and speed with the right. To this spring and do work for success. Kirongorori High School is our joy. 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 Journalism tupo. Give me B. Give me R. Give me A. Give me V. Give me O. Dismiss. Bravo, bravo, bravo. Bravo. Yes. Kirongorori High School is what? Kweli. Mimi nikiwa shule tu kuanga na anthem. This is good news. Anyway, jipatie makofi kwa kazi nzuri.
Yeah. Mpenzi mtazamaji, wanajiita Kirongorori High School. Siku ya leo baadhi wamejipanga sana. Tuko na baadhi ya walimu kuja mtusalimia tena. Tuambie jina, unasimamia nini? Ndio tuanze. Wanasema ladies first ama sijui vile inaenda procedure. Kuna mkubwa atawaandaa. Si ndio? Haya. Hamjambo wasikilizaji. Hamjambo. Kwa jina naitwa Nyabuto Brenda, mwalimu katika shule ya upili ya Kirongorori, na mimi ndio patron wa Journalism Club. Pamoja nami niko na wenzangu wawili, ningependa wawasalimie na pia wajitambulishe. Na wasalimu nyote mjambo. Kwa majina naitwa Asimako Makori, ni mwalimu shule ya upili ya Kirongorori na funza somo la Kiswahili. Mimi ndio deputy patron. Asanteni. Hamjambo nyote. Hamjambo. Majina Madam Rose, mwalimu katika shule ya upili ya Kirongorori, mwalimu wa somo la jiografia na Kiswahili, tena msimamizi katika michezo kwenye hiyo shule. Nimefurahi sana kuwa ndani ya studio zetu za Kisii FM. Asante sana. Ni baadhi ya walimu kutoka shule ya upili ya Kirongorori High School. So tuko hapa siku ya leo na journalism class. So watakuwa watatuonyesha vile wamejiandaa na siku ya leo watakuwa wanaangazia nini. Kumbuka katika sanaa ya utangazaji ina sanaa mingi sana. Kuwa mtangazaji si kuongea tu. Hata msanii ni mtangazaji. So utangazaji ni sanaa, na sanaa huwa inauzisha vitu mingi zaidi. So siku ya leo wamejiandaa, kuna mashairi, kuna tongue twisters, hapa naona kuna falsafa, Iviate Kombiro, kuna wale watakuwa hata kuna mchongoano kidogo, some sport issues. Ni baadhi ya vitu tutakuwa tunazifanya siku ya leo. Kumbuka last weekend tulikuwa na shule ya upili ya wasichana ya Ichuni Girls. Leo tuko na Kirongorori. Sasa nani ndiye mkali kati ya wawili? Ndio tunaanza tu. Uziguze kidude hata kidogo. Kumbuka ni kupitia Kiss FM Digital, ndani ya Kiss FM 94.1. Behind the mics anaitwa Nimrod Mungari kuhakikisha mitambo yote, na Lilian wako pale kuhakikisha kuwa sauti na picha zinakuja kwa njia ya ukamilifu tena zaidi. Mimi naitwa MC Wiza Crown kama kawaida. Mnanijua kupitia show number 1 ya Reggae Roots each and every Sunday kuanzia masani ya saa 7 hadi masani ya saa 10. Sasa tukae chini tuanze na presentation ya kwanza. Tukisonga alafu tutakuwa na wakati tutazunguka studio yote, mtaona vile mambo inafanyika. Right, santi kwa wale wameingia pale Facebook, pale YouTube, ni kupitia Kiss FM Digital, na kama kawaida kumbuka kushare. Wakati umeshaambia marafiki, siku ya leo tuko na wanafunzi kutoka shule ya Kirongorori. #anzia jina Kirongorori High School. Ukianzia pale subscribe, like, share, comment. Wazazi wote walio nyumbani, hii ndio mavuno yenu sasa ya wanafunzi. The future of journalism iko hapa. Na inaanzia wapi? Tunaanzia saa hii. Presentation ya kwanza nataka tuanzie na dondoo. Mwenye dondoo ni yupi? Ukikubele unaanza na jina, kidato ni kipi, halafu hiyo dondoo yako sasa tunaisikiza. Na akimaliza kama kawaida mnaje mpatie makofi, anatembea. This is a gentleman. Yes. Looking good. Kweli wanapendeza. Songa karibu. Wanapendeza. Uniform safi. Mzazi ukiwa pale nyumbani, kumbuka shule ni Kirongorori High School. Tuende kazi. Anzia jina, kidato, alafu tupatie dondo yako. Naam, kwa majina ni Mokaya Cleophas, kidato cha 3. Katika dondo heshima, mtoto akanya neti za babake, kamuuliza baba hii nini? Baba kamwambia mwanangu hii ni heshima. Basi kesho akaja wageni, baba kamwambia mwanangu hebu onyesha wageni heshima. Mtoto kavua sehemu zake nguo na kuonyesha sehemu zake za nyeti. Wageni wakabungaa, wakawa na mshangao. Mwana kauliza mwashangaa nini? Hii yangu ndogo tu, baba naye heshima kubwa.
Kwani baba alikuwa na heshima gani wewe? Dunia iko na mambo mengi. Mtoto akaonyesha heshima. Yangu ndogo tu, heshima ya baba ni kubwa. Haya, acha hiyo heshima ikae kubwa. Anyway, tunaingia essay number 1. Naona hapa kuna historia ya shule hii tutakuwa tunamalizia. Ndio tujue Kirongorori ilianza lini, ilianzia wapi, ilikuwa vipi, kaenda vipi, mahali iko sasa imefikia wapi, mwalimu mkuu ni yupi, walimu ni wapi. Historia ya shule tutakuwa tunaimalizia. Nataka tuanzie essay number 1. Vile umejipanga, najua mko na wimbo 1 2 3 by the way. Si ndio? Mko tayari? Do you have a song? Yeah. Si before tuende sana, kwanza tukuje huko mbele tuchangamke na wimbo moja. Ama ni aje? Karibu sana, tukuje hapa mbele tujipange vile tulijipanga, tuanze na wimbo kwanza. Tuchangamke kwanza, tuchangamke. Tuanze na wimbo, one good item, one good presentation. Na nataka nisikie sauti ikienda hadi huko ndani. So kila mtu nataka imbe na sauti yake nzuri. Mmejipanga vizuri? Kama kawaida, ile timu ya watu warefu mbele, watu wafupi nyuma. Mnaelewa? Yes. Uwanja ni wenu, tupatie wimbo sasa. Tukimaliza any song, if you are 1, 2, 3, even 3 songs you can sing, you can combine. Anzia moja, anzia enda ngoma nyingine, enda wimbo mwingine, tupige. Na tuangalie kamera na tuimbe na sauti. Si mko na sauti? Kirongorori, hello. Mko na sauti? Haya, acha sauti yangu basi washinde. Twende kazi. Hivi sasa tuko wapi? Tuko Kisii FM 94.1. Tuko Kisii FM. Tuko wapi hivi sasa? Tuko Kisii FM. Hivi sasa tuko wapi? Tuko Kisii FM 94.1. Tuko Kisii FM. Tuko Kisii FM. Hivi sasa tuko wapi? Tuko Kisii FM. Hivi sasa tuko Kisii FM. Kama ni kusonga kwenda Kisii FM. Usichange station, rudi hapa, tuko Kisii FM. Sikiza habari, sikiza, tuko Kisii FM. Hivi sasa tuko wapi? Tuko Kisii FM 94.1. Tuko Kisii FM. Tuko Kisii FM. Hivi sasa tuko wapi? Tuko Kisii FM. Asipojenga nyumba wajengao wafanya kazi bure, na asipolinda mji au lindae akesha bure. Kazi yenu ni bure sana, mnaamka mapema mwakawia kulala mwakula chakula cha dhahabu. Yeye humpa mpenzi wake kweli usingizi. Bwana asipojenga nyumba wajengao wafanya kazi bure, na asipolinda mji au lindae akesha bure. Kazi yenu ni bure sana, mnaamka mapema mwakawia kulala mwakula chakula cha dhahabu. Yeye humpa mpenzi wake kweli usingizi. Tazama Bwana ni urithi wa Bwana, uzao wa tumboni dhawabu. Kama mishale mikononi mwa shujaa, ndivyo walivyo wana wa ujanani. Heri mtu alijazae kondo lake, hivyo ataona aibu. Tazama Bwana ni urithi wa Bwana, uzao wa tumboni dhawabu. Kama mishale mikononi mwa shujaa, ndivyo walivyo wana wa ujanani. Heri mtu alijazae kondo lake, hivyo ataona aibu. Yatupasa sasa tumuite Bwana, atamalaki nyumba zetu, maana bila yeye mleba mali kweli sisi bure. Ndugu yangu fanya machuchumilio,
umkaribishe Yesu kwa amani, kwa nguvu zake boma lako litaweza kusimama imara. Yatupasa sasa tumuite Bwana, atamalaki nyumba zetu, maana bila yeye mlema amani, kweli sisi bure. Ndugu yangu fanya macho milio, umkaribishe Yesu kwa amani, kwa nguvu zake boma lako litaweza kusimama imara. Tazama wana ni urithi wa Bwana, uzao wa tumboni thawabu, kama mishale mikononi mwa shujaa, ndivyo walivyo wana wa ujanani. Heri mtu alijazaye kodo lake, hivyo ataona aibu. Tazama wana ni urithi wa Bwana, uzao wa tumboni thawabu, kama mishale mikononi mwa shujaa, ndivyo walivyo wana wa ujanani. Heri mtu alijazaye kodo lake, hivyo ataona aibu. Tazama wana ni urithi wa Bwana, uzao wa tumboni thawabu, kama mishale mikononi mwa shujaa, ndivyo walivyo wana wa ujanani. Heri mtu alijazaye kodo lake, hivyo ataona aibu. KGA, hivi sasa tuko wapi? Tuko Kisii FM 94.1. Tuko Kisii FM. Tuko Kisii FM. Hivi sasa tuko wapi? Tuko Kisii FM. Yes, hivi sasa tuko wapi? Kisii FM. Hello? Hello? Wali baba bakeande. Wali baba bakeande. Kiande. Baba motengera nyangwe sondi ding 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 kaitata. Amaimba baba matogoro. Twende kazi, twende kazi. Baba ke. Yes. Wow, congratulations. Wazuri sana. Sasa tukae chini. We are ready now. Are you ready, Kirongorori? Yeah. Uko tayari? Bas, sasa nataka tuanze kazi sasa. Ile ilikuwa ni kionjo, si ndio? Ile ilikuwa ni kionjo sasa. Nataka tuanzie sasa news presentation. Tuko na watangazaji? Kuna watu wa news? Kuna news ni ya Kiswahili, ni ya Kikisii, ni ya Kizungu, gani ndio ipo? Watangazaji wote tukuje mbele kwanza. Wale wanapiga news, kama ni mmoja, kama ni wawili, tukuje mbele. News presentation. Mtangazaji ufai kuogopa. Tembea na ujasiri, yani tara mno mtoto chikokora news, tembea. Yes, yes, yes. Be ready. Are you ready? Uko na news ni ya Kikisii, ni ya Kiswahili ama ni gani? Ni ya Kiswahili. Ndio umejipanga nayo? Nimejipanga nayo. Breathe in, out. Breathe in, out. Are you ready? I'm ready. Haya, twende kazi. Unaanzia na jina, unatupatia habari, na unajua ukitangaza ufai kuwa na haraka, si ndio? Kwa majina naitwa somebody, nimekuja. Unaelewa? Haya, twende. Usiwe na haraka. Si generator ni news, si ndio? Haya, twende kazi. Anzia na jina, kidato, alafu tupatie habari. Kwa majina naitwa Mustafa Isa, kidato cha 3, shule ya upili ya Kirongorori. Na hii ndio taarifa ninayo. Hujambo msikilizaji na mtazamaji hivi sasa wa 94.1 Kisii FM. Karibu kwenye habari za hivi saa 6. Jina langu ni Mustafa Isa na hizi ndizo baadhi ya habari ninazokuandalia live kutoka hapa 94.1. Shule ya upili ya Kirongorori, wanafunzi wa klabu ya journalism hivi sasa wako katika maonyesho na mafunzo mbalimbali katika studio hii ya Kisii FM. Tukianza kwanza kabisa, wanafunzi wamekuja ili waweze kupata ufahamu venye na ambavyo mambo yanavyoendelea humu studioni, venye kamera zinatumika
na vitu mbalimbali kama vile satellite venye zinafanya kazi, na pia kujua watangazaji mbalimbali ambao wako katika hii studio. Hivyo mpenzi msikilizaji na pia mtazamaji, na kukaribisha uweze kuwa nasi hadi mwisho wa tamati, na pia napendelea uweze kutufollow katika channel yetu ya YouTube, uweze kusubscribe na uweze kufollow na kuwa nasi. Hivi naomba niondoke mastudioni, tutakutana tena wakati mwingine. Jina langu ni Mustafa Isa. Asanteni. Naitwa Mustafa Isaac Isa, Mustafa Isa. Wow. Wale wazazi walikuwa na wakati wa kutafuta majina. Mustafa Isa. Yes. Tunaingia presentation number 2. Kuna mwingine akona habari? Uko na habari? Unaogopa? Mtangazaji anaogopa. Nani ako na habari? Mwenye ako na habari kuja mbele. Present. Even you can do a report. You can report. Siku ya leo sisi wanafunzi wa Kirongoro tumekuwa hapa studio ni Kiss FM. Tumeona vile wanafanya kazi, walifurahia kutupokea kwa uzuri na tumependezwa na mazingira ya Kiss FM. Kuripotia Kiss FM kutoka studioni hapa Kisii, mimi naitwa Mustafa Rais. Mambo kama hiyo, si ndio? Haya, tuende kazi. Anza na jina, kidato, alafu ukituambia kidato tupatie habari yako. Tuzungumza Kikisii. Haya, tuende kazi. Kikisii sawa. Nere dieke kusimole lero mwo. Naona enche ndo cheiwo. Asama ni tangoro ku Lavender Joy ngoro ekskure koro ku Kirongoro high school na chira soko ba amangana twanyo rireki kana maya mona kiagera ko tuivangire ni go bona nguchaka ko batebiga. Ase school ya Kirongoro ni gebwate abana 1500 ni go tubata abalimu abaya bagotusoma no bungaini irinde tonyore seme. Na kigima ni goto achirege gakora inkike kokorekana asere ni goto kora abantu bari baukwana bakwero kabatangazaji gose ne ready me bauchi baswa ekina kigegente getan to kwebori egi akabere ni goto akumiringa nto bwate gento gikor kwe mist na benga mune satellite lakini yaro ni gebwate binte vira awao must ora tinkuma yake kusinege kongorene na makora ngeke usine kongra kinni wetera as journalism yenere na botokora nyare gukwana chiruga mbalimbali so aba minto bali batorigere tiase tore live egente kenene ni gotwa chaga iga batogene ribia nane ni go bagendrete gotuorokia amangana tutamaete ekiagera ni gotoroche abantu bagukwana karedi ka ukwana kumina na ki eredi ye monto rime na raina bata samalita ngor ku Lavender Joy Form 3. Na mjambo, karibu mpenzi mtazamaji pamoja na msikilizaji wa redio upendayo ya Kiss FM 91.4. Mimi ni msomaji wako Lavender Kwamboka, niko kwenye kidato cha pili Kichani, shule ya upili ya Kirongorori. Naibu wa Rais Rigathi Gachagua kwenye hatari. Hii inakuja mara tu wakati ambapo makosa mengi yamewekwa juu ya Rigathi Gachagua kwa kukosa kufanya mengi kufuatilia na kanuni za Kenya. Hivi wabunge 291 wameka sahihi ili kumtoa ofisini. Jumanne atafikishwa kotini kwa mengi zaidi. Tukutane ili nikujuze mengi za zingine. Langu ni Lavender Kwamboka. Patie makofi. That's breaking news, Ni kitu inaendelea kwa sasa. Watangazaji wetu wapate makofi wale wanatupatia presentation, habari, reporting. Hiyo inaitwa kazi nzuri sana. Nani yako by the way Neviateko? Unajua kutangaza inaendana na Neviateko. Sasa hapa ndio sasa inaitwa kinanuka. Yes?
Mtazamaji, kumbuka ni kupitia Kiss FM Digital, na ukiingia pale Kiss FM Digital kama wewe ni mzazi, shule yenye inatutazama na mko na journalism class, msiogope kabisa. Hapa tunakaribisha watangazaji wote kutoka shule mbalimbali. That's why tunajiita Kiss FM 94.1. Atubagui, kila mtu tunampenda. Tumekuwa na watangazaji wetu wa aiba mbalimbali, wametangaza, wametuonyesha vile wamejipanga kwa sasa. Unajua tukimaliza news ya saa 3 tunaingianga Eviateko. Kuna kijana wa kazi anaitwa Daniel Momanye, avuna huko igunga ekaroka gaki. Yes, acha tusikie Eviateko clock ya siku ya leo kutoka Kirongorori. Umejipanga vipi? Naanzia jina, kidato, halafu sasa umejipangaje? Kuna presentation gani? Naam, asante kwa kunikaribisha kwa studio. Langu jina ni Vincent Apima. Kidato ni cha 3. Mimi napenda kipindi cha Eviateko kutoka Kiss FM. Hiyo ni ya Kikisi tu, kama unasikia Kikisi unaweza elewa hiyo mambo. Lakini nakanga mambo ni rahisi, lakini unaweza elewa hiyo mambo. Unomuru Eviateko kura Kiss FM litkolia rero. Mukako yamoni gatuka gatire nange na sengombe astotama dengiare kokora. Tigatonyoro musaki wito atumanyie asubwagare. Keri na somo sakibwe gyateko igeta chinse mechiga niga kumetinga mechando kieje gendete koru chinse mechiga chianya mataro angena nyakoe asomo sacho iga chane tinga kikegendrete asaba nyakenyoro ba kumetinga mechando kieje asebara giro musacho iga buna niga bwate chipurani chimbe uchi ase chiombe asatiri na konya gelia rongi asasote kuchistasi kuchigoro akorengombe korgetalie kiya asaba nyakeno ba metina kubolinga mbakungu batali kenyoro gusina baiseke kurjinse mechiga chian nyamatara nyakoe egiate kugiachire kikeranyora yande ngebaletere. Wow. Eganya rotote na sangombe akora kwenye gelia rongi. Mbona tingia kolete? Hiyo kitu nataka kuipiga mara moja tena. Inapendeza, si ndio? Mpatie makofi yake. Ana report na tena anakuwa reporter, si ndio? Patie makofi ngine. Piga tena mara moja nikupatia nafasi nyingine. Kurjinse mochianya mataru mugako yomoni ganyori twatiri na sengombe mbama tingia reko korati gatanyoro musaki ito atotebie asubwagare. Keri umusacho yo nigabwate tugatereine asatamaite nkiare gokora abanyakenyo rubechinse mechiga chianya mataro angena nyakoe nigo barenge gweta samakori kwende mirimo yabo asebanyorete umusacho yo nigatiri nangena sengombe na ngombe yunyora ngateri kwenyara nigatiri norra konyakonyekerie rongi asebatamaite nkiare gokora kurinda abanyakenyo nigo barigiriti muna purani mugako yonchiringi ya asebasugeta gochikorigere maega bakarusukire ronginse orinire stasi gochigoro ochakire gokore bintu bitamanyikaini asaba nyakinyoro bakumetinga mechando kieye na goichananga mbakungu batari binyororo gusina baiseke musaki bwekera mbauti age kachinse mechigo akarigere ligora gateba nyasaika konya bantu bao kurchinse mechiga chanya mataro ikiate kugiachire kikiranyora yande ngebaletere igiate kugenda magaka babiri bobe mpatie makofi yake, kazi nzuri. Yes. Mama igora hapo mugaka atene ngatabu atenia ngie gabago sukaboshiba kanyaranga shughuli imeharibika. That part of presentation hiyo inaitwa journalism. Sasa nataka tuingie presentation nyingine, issue number 1. Nani kwenye pande kuja hapa mbele tupatie ujumbe tukisonga mbele kabisa. Tutakuwa mnyokane vile sana. Kuruga kwa singa nchungu batore time tutakuwa tunampatia humble time. Tutazunguka studio yote, wataona vile studio inafanya kazi kuanzia audio production hadi inatoka inaingia kwa radio. Jina, kidato, your presentation. Kwa majina ni Alfred Kariuki, kidato cha 3 nyeupe. Ya leo ni kwamba a doctor wanted to release 3 mad people from the hospital. He asked the first madman 2 + 2. He replied 3,700. The doctor replied, "You are really mad." The doctor,
The second madman replied, 2 + 2 is equals to Wednesday. The doctor said, you are not far from death. The third man answered, 2 + 2 is equals to 4. Bravo! How did you get the answer? The doctor asked. He replied, I divided 3,700 divided by Wednesday. The doctor collapsed. So after collapsing, what happened? He fainted. He fainted? Yes. So after collapsing akafaint. Alifariki ama alisaidika? Alisaidika. Alright, kutoka hii number 1 tunaingia dondoo sasa. Sasa tunaanza. Ile ilikuwa kionjo. Tuingia dondoo, tukisonga tutakuwa tunaingia hii number 2 vile hivyo taratibu tukisonga kabisa. Tena nitakuwa nawakaribisha, mtakuja na song moja. Najua mko na song mingi mnaimba pale shuleni. Msikuja hapa mwanzo kusema eti hamna nyimbo. Mko na nyimbo mingi mnaimba pale shuleni. So nitakuwa tunaingia kutoka hapo tunaingia dondoo. Ile dondoo nataka tuirudie tena. Sasa unaipiga na energy. Nasikia energy. Energy ya mtangazaji akipiga na energy direct ise number 2 inakuja. Si ndio? Kirongorori hello. Mko tayari? Mwaresa? Mbona mtoi sauti mlikula mtoka shuleni? Amukukula? Walimu wanasikia si mimi. Mlikula mkitoka shuleni? Mko tayari? Haya twende kazi. Jina kidato tukisonga mbele. Kwa majina ni Mokaya Cleophas, kidato cha 3. Na katika dondoo heshima, mtoto akaona nyeti za babake, akamuuliza baba hii nini? Baba akamwambia mwanangu hii ni heshima. Basi kesho akaja wageni, baba akamwambia mwanangu hebu onyesha wageni heshima. Mtoto akavua nguo zake na kuonyesha wageni sehemu zake za nyeti. Wageni wakabung'aa wakawa na mshangao. Mwana akauliza mwashangaa nini? Hii yangu ndogo tu, baba naye heshima kubwa. Naam, ujambo msikilizaji na mtazamaji, ni wako msomaji Neema kidato cha 3 nyeupe. Katika dondoo ni kwamba je, ni vyema kula karo ya shule au ni vyema kula karo wa shule? Yatafakari hayo. Jesus Christ of Nazareth. Mungu shuka usaidia watu wako. Lakini anyway ni vyema ama ni vyema vile amesema, si mimi, hayo si yangu, part of the essay. Kuna wale watu wa sport huko ndani? Kuna wale watu wa sport mnatangaza sports, news sports, kutangaza mpira. Tukuje mbele nikiongea hivi tunafaa tukue tukisonga mbele. Mwana sporti unatembea kama mtu wa Arsenali. Wewe ni Arsenali? Cole Palmer. Huyu ni Manchester. Na kiwa tara kwa Smetega. Wewe ni timu gani? Mwana Odegaard. Okay. Kiburi tupu. Mtapigwa sana. Unajua uzuri ya Arsenali wanatangulia. Unajua wazungu vile wanakimbia. Unamuona uko mbele. Lakini kumaliza unaona anaanza kusonga. Anyway, hawa ni wanaspoti. Na wanaspoti kama kawaida wanakuanga na energy. Kabisa. Mimi utangaza sport sometimes. Wanazipoti ukuwa na nini? Energy. Sasa nataka nisikie. Mnatangaza game? Naweza tangaza game. Naweza toa news. So mnataka kuanzia wapi? Tangaza game. Haya twende kazi. Anza na jina, kidato, tangaza. Mpenzi mtazamaji, langu jina Mkuu Kido. Anza kazi. Ni nini uko na haraka? Enyewe wewe ni mwana sport. Basi twende kazi. So basi mpenzi mtazamaji, langu jina Mkuu Kido. Kama kawaida bwana Nimrod, mimi ni kasisi wa soka na ubiri soka, kina mama wanaokoka, kina bwana kama bwana Smako wanaokoka. Tumo katika studio yetu ya Kisii FM Enkayo Mogusi. Ngozi pembezoni mwa uwanja. Katikati mwa uwanja huyo kijana Masai pale huko Wendo. Anapanda Jesse Mwando. Anaangalia chezo wapenda kiuka moja kwake Zakayo Muri kumtafuta Madhi Utegezi. Kichwa kinaita katikati mwa uwanja wanapanda wanashabana. Tumo nyumbani wa Kisii Stadium wanashabana.
Dakika ni 42, Mwana Shabana bao moja, Posta Rangers 0. Ngozi katikati mwa uwanja. Humphrey Yaroko anaangalia cheza wapi, anamtafuta mwenzake Matthew Tegezi. Kwake Zakayo Umuri, bado kijana mdogo huyo wako chini South Bogirango. Anapanda Umuri, chenga moja na kubali, ya pili na kubali. Anaangalia mabeki wa Posta Rangers, wanazinzia pale sandukuni, anawageuza. Achilia ndefu, Ngozi inatoka nje. Wanaanza pale nyuma Posta Rangers. Wanapanda wanakuta makambi kwa pale kwa Mwana Shabana. Wanaingia wana Posta Rangers. Nambali 18 mgongoni huyu. Anapanda, Amalemba. Anaangalia cheza wapi, anapiga moja pasi moja safi kwa Humphrey Yaroko. Anageuka moja, ya pili wanakataa mabeki wa Shabana. Anaachilia moja, piga ndefu kwa Onchiri. Brian Onchiri, kijana namba 9 mgongoni huyo. Anaangalia cheza wapi, anamtafuta Zakayo Umuri. Zakayo achilia ndefu. Nilikuambia mwenzangu Nimrod, kutangulia kwa basi kulewa. Anaangalia wana mabeki wa Posta Rangers, kijana mdogo Zakayo Umuri. Ananikumbusha Mobe huyo Zakayo Umuri. Mobe anaambiwa na mama amkimbishe jogoo ili wamchinje wa sherehe, ilikuwa siku ya sherehe. Mobe akiwa katika pilika zake za kumkimbisha jogoo, kidogo jogoo anataga yai. Basi ni dakika 42. Mwana Shabana anapokea bao, ushindi mnono katika kipindi cha kwanza ni mabao mawili, Posta Rangers 0. Mwenzangu Boniface, karibu mastudioni. Shukran kabisa mwenzangu Kido, ambapo umezuru katika uwanja wa Kisii Sports Center, ambapo kwa sasa tazidi kuingia pa mastudioni ili waende kwa kuletea mechi kati ya Mwana Arsenal ambaye anajulikana ni mshika bunduki dhidi ya Mwana Manchester City anajulikana kama the Sky Blues ama the Citizens kutoka kule nchini Uingereza. Kumbuka Manchester City wanaongozwa na Joseph Pep Guardiola, huku Arsenal wanaongozwa na Mhispania Mikel Arteta. Tuanza pale nyuma, mpira nao David Raya anapiga pale katikati mwa uwanja kumtafuta Declan Rice. Atakuwa anaandaa pale lakini anachelewa. Wana City ana mpira Rodrigo anapiga pale kumtafuta Manuel Akanji anasonzuka pale, anamwachia nani Kevin De Bruyne anakwenda kule lakini anachelewa. Atakuwa na mpira sasa taratibu pale, Mwana bunduki hapa anakwenda pale lakini anachelewa, mpira unakwisha nje uwanja. Watakuwa wanarusha ni washika bunduki hapa, anawajibika pale Ben White. Msikilizaji, kumbuka mwamuzi wa siku ya leo ni Anthony Taylor, anaichezesha mechi ya siku ya leo. Msikilizaji, anaweka mrefu kule lakini refa anasema umecheza ndivyo sivyo, mpira uweka chini na kuelekeza upande wa Mwana Arsenal pale. Haya, anaanza ule mpira Mwana Manchester City. De Bruyne anauacha pale katikati mwa uwanja kumtafuta Mateo Kovacic anakuwa na mpira taratibu, anamwachia Eke Gundogan anageuka pale na sonzuka, lakini mnagani wanakuja hapa sasa Manchester City bado. Rafinha anakwenda pale lakini anachelewa pale. Manchester City, kumbuka msimu jana walikuwa ni mabingwa watetezi walikuwa nchini Uingereza, na leo hii watakuwa wanatetea hii ushindi katika ligi kuu ya Uingereza. Msikilizaji, anakwenda pale mpira nao bado ni Mwana Arsenal hapa. Calafiori anageuka pale anamwachia Ben White anageuka pale anamwachia Bukayo Saka anapiga pale lakini bado yumo Mwana Arsenal Martin Odegaard anakwenda pale lakini anachelewa. Aya, sasa Manchester City wanakwenda pale lakini anachelewa, anaweka mpira nje, ishara ya kwamba ni goal kick. Kumbuka ni kipindi cha kwanza, dakika inakwenda ya 40 hapa. Msikilizaji, anakwenda pale Mwana Arsenal kwenda pale lakini anachelewa, mpira unakoisha nje uwanja. Refa anasema ni mpira wa kurusha. Msikilizaji, kumbuka kufikia sasa hivi Arsenal 0 Mwana Manchester City 0. Haya, anawahi pale Ricardo Calafiori jaribu kucheza pale lakini anaweka nje. Haya, sasa wanakosa pale Wana Arsenal, anaingia De Bruyne, piga cross pale, anaingia Erling Haaland anajulikana kama mrembo wa mabao kule nchini Uingereza. Erling Haaland anaingia kule, na msikilizaji, kazi ndivyo kama hiyo. Erling Haaland, mfungaji wa bao kila wakati nchini Uingereza, anapiga fataki hadi ndani. Mshika bunduki amini. Manchester City 1 Mwana Arsenal bila.
tukielekea half time, msikilizaji. Mwenzangu Boniface, nilivyokufahamisha hapo awali kutangulia kwa basi siku leo, hawa wana Arsenal walijigamba. Sasa mrembo wa mabao pale nchini Uingereza, Erling Haaland, awaambia bado, anamwambia Raya, amka jua limechomoza. Na mpenzi mtazamaji hapa studioni, turuhusu tuwapeleke katika zingi la spoti pale nchini Kenya. Kijana mdogo wa miaka 18 anayejulikana kama Dembele, majina yake kamili ya Zakayo Umri, ni kijana mdogo anayechezea timu ya Shabana nambari 11 mgongoni. Kijana huyu ajiunga katika timu yetu ya Harambee Stars kuiwakilisha nchi yetu ya Kenya katika tournament itakayochezwa pale nchini Uganda. Pamoja na wakiungana na wanafunzi wa kidato cha 4 kutoka shule ya msingi ya Highway, Humphrey Aroko, pamoja na kijana mdogo kabisa Captain Fantastic Amalemba aliyechezea timu ya shule ya Msingu, ajiunga bado kwenye kikosi cha Harambee Stars kuiwakilisha nchi yetu pale nchini Tanzania. Mwanangu Boniface, tube habari zaidi kuhusu majibu ya last weekend pale nchini Uingereza. Na msikilizaji, karibu ndani ya jukwaa la soka nchini Uingereza, ambapo klabu cha Arsenal jana kiliweza kuandikisha ushindi wa mabao 3-1 dhidi ya Southampton. Kumbuka mechi ilichezwa katika uwanja wa Emirates Stadium, na ambapo Arsenal walipata ushindi wa mabao 3. Idara ya kijiri katika uwanja wa Selhurst Park, Liverpool iliweza kuibakata Crystal Palace bao 1-0. Haya kijiri kwingineko ni kwamba mchezaji mshambuliaji wa klabu cha Manchester United anayejulikana kama Marcus Rashford kwa sasa yumo mbioni kwa ajili ya kuondoka kwenye klabu hicho mwishoni mwa ligi nchini Uingereza mwezi Januari. Haya kijiri leo kutachezwa na mechi mbili za ukata na shoka katika uwanja wa Stamford Bridge, ambapo Chelsea wataialika Nottingham Forest. Haya kijiri Manchester United wanacheza dhidi ya Aston Villa katika uwanja wa Old Trafford. Tunasikome kwa sasa, lakini mengi zidi kutegea tunayokuandalia hapa. Langu jina Mkuu Kido. Kawaida yangu bwana Asmako Makori, na ubiri soka watu wanaokoka. Kawaida yangu bwana Nimrod huwa siombi sadaka, lakini ukiamua kunipa siwezi kataa. Wamemaliza. Wewe una tag yako inasikia kiomba sadaka. Sawa pastor, tutakupatia sadaka. Wapatie makofi. Yes. Unahubiri soka watu wanaokoka, na ukiomba sadaka siwezi kataa. Ukipewa yani ombange, lakini mkinipa siwezi kataa. Yes. Mko na talent. Hii inahitaji more practice. Umesikia? A lot of practice. Katika kikisi sasa mnafaa mjifunze kikisi. Next sasa tukiweta hapa ega sarugichi kosoli. Aigo gochanga katika tiari omwari rotene nilia seke kuba sinchire ntoru kabisa na kuri magagare kumari karavili agona mogwa kumpira kwa na mafia ngoso Krisko. Ebago chaka Manchester City gale kuri kuna road katika tiari kumari ke Gundogan. Gundogan kuri na koreri. Agwa ke patient ambe utene seke kuba kuri na Phil Foden. Asuguru kwa gokobe. Akonento yomo. Akonento yokawiri. Akomori ya David Raya. Oya Foden. Ga. Phil Foden anafanya majambos. Sawa. Train kikisi. Congratulations. Kazi nzuri. Tukae. Haya, na mimi mnipatie makofi yangu. I try my best. Anyway. Yes. Hao ni wana spoti kutoka shule ya upili ya Kirongorori. Kazi nzuri sana. Mmesikia vile mambo inaenda, vile shughuli inaenda, vile inapigwa sana. Wabaibali walimuri tukorunga wazazi mnatazama kutoka nyumbani, pesa yenu haiungui pale shuleni. Shuleni si kusoma tu. Shuleni talanta pia inafanya kazi. Kuna wengine tulisomea kupitia talanta. Anyway, next tunasonga essay number 3. Ni nani? Kwani hakuna mwanadada anajua essay? Kwanza hakuna mwanadada mwana spoti? Oh, good. Sawa, tusonge ipande. Hii ni presentation nyingine, essay number 3. Tunataka kuona wamejipangaje, wako na nini, bidii yao ni gani. Hii kisha nitawaita wote, watakuja na one of the songs. Either any song of any kind. Najua mnajua nyimbo nyingi, si ndio? Wanajua nyimbo nyingi. Watakuja watatupatia nyimbo hata 2 hivi. Tukiendelea
na show yetu ya siku. Kumbuka ni kupitia Kiss FM Digital at the same time pale YouTube, pale Facebook ni kupitia Kiss FM Digital. Mitabendi 94.1 Kiss FM Eren Kayoma Msitu, kimbia pale Twitter, Instagram, TikTok live. Tuko pale kupitia Kiss FM 94.1. Nale mangano yako mabia kabisa gaiga. Acha tuanzie ipande jina kidato. Tuambie uko na nini ya umetuandalia siku ya leo. Okay. Mwancho mutagari kwa ligani. As Kiss FM 94.1. Igantu bwate essay togochiko bote buna omugano bwense gose wetera asa abantu buno omugano bwense ogosoka. Igantu bwate essay toranyara kuba toko baretera bosibwaino. The young man went for an interview locally construction firm which needed messenger. Mwanjo matakarari ntokonyara kobeka asumo nweke wokwere wabiya gosibweke gusi tonyara kuba toko beko umuntu bweke nyamorero igokero umubiri urarige bikorunkari ntogani otwara umuntu uranyara kuba goigorera elindo nyara kuba gokumanya manganaye. The first man needed upon asked whether he was need for interview. He responded he was. The question number 1 was, she did not Kenya got independence. Tigangu tonyara go seri chibulie rie interview lindiroro. The question of the day, when did Kenya got an independence? He was 1960, but responded to 1963 due to some reasons. Who was the frontline independence? Many contributed to it, but Mr. Jomo Kenyatta finalized it. Is there life in planet Mars? They say so, but it has not been scientifically proven. The first man contributed this question was told wait for the feedback outside. After some coming out, other man asked about the answer because there were some question. The first friend told him question 1 1960, but to some reasons was responded to 1963. And I was your news anchor Immaculate Samantha. And I was your news anchor Rogers Ndege. Ikitu hata mimi nilikuwa nimesahau. Wapatie makofi tena. Haya sasa tukuje mbele sasa. One good item, any song. Hata ya kanisa leo ni Jumapili tukuje mbele. Kwani mmeogopa? Mjui kuimba? Yes. Leo nitawasumbua kweli kweli. Ndio maana mlikuja huku. Tujipange vizuri. Wako sawa? Right. Sawa. Chairman yako wapi? Vile tu mlianza tuanze, tupatie wimbo moja, tuongezee wimbo mwingine, ndio tuende presentation nyingine. Kutoka hapo tutakuwa na nafasi ya kabreki kadogo, tutakuwa tunazunguka studio yote, tunaona vile mambo inafanyika studioni. Sawa? Si mko ready? Are you ready? Yes. Haya twende kazi. Hivi sasa tuko wapi? Tuko Kiss FM 94.1. Tuko Kiss FM. Tuko Kiss FM. Hivi sasa tuko wapi? Tuko Kiss FM. Kumbuka maisha yako ya jana. Ukitembea kwenda nyumbani, umefukuziwa karo, hapakuwa na chakula wala mavazi mazuri hayakuwepo, lakini Mungu aliwatuma Wasamaria wema. Kuomba kwako kwa bidii kulifanya ukainuka, lakini leo umewasahau walokusaidia. Hata Mungu wako umkumbuki tena. Kumbuka maisha yako ya jana, ukitembea kwenda nyumbani, umefukuziwa karo, hapakuwa na chakula
wala mavazi mazuri hayakuwepo, lakini Mungu aliwatuma Wasamaria wema. Kuomba kwako kwa bidii kulifanya ukainuka, lakini leo umewasahau walokusaidia. Hata Mungu wako umkumbuki tena, umtegemea yazidi mambo yote, mbona wamsahau Mungu? Ukishafika mbali ukumbuki ulikotoka, umesahau marafiki walokusaidia, uwakumbuki tena. Umeanza madharau, kiburi kimekuja. Kumbuka ulikotoka, historia ni muhimu. Kumtegemea yazidi mambo yote, mbona wamsahau Mungu? Ukishafika mbali ukumbuki ulikotoka, umesahau marafiki walokusaidia, uwakumbuki tena. Umeanza madharau, kiburi kimekuja. Kumbuka ulikotoka, historia ni muhimu. Hivi sasa tuko wapi? Tuko Kisii FM 94.1. Tuko Kisii FM. Tuko Kisii FM. Hivi sasa tuko wapi? Tuko Kisii FM. Hivi sasa tuko wapi? Tuko Kisii FM 94.1. Tuko Kisii FM. Tuko Kisii FM. Hivi sasa tuko wapi? Tuko Kisii FM. Oye tigese terina osemeya ensengo samwere ayebeke yange sechinchera chonsi ekonunge kuba tomoroto tomonene ayera oye tigese terina osemeya ensengo samwere ayebeke yange sechinchera chonsi ekonuge kuba tomoroto tomone bande basemeya sechinyibo chabo banda sechisemi banda semegoko ebyo byonsi mbyete kyageranye byensi bosemeyo kuya nasenye sukuri ayera oye tigense terina basemeya ensengo samwere ayebeke yange sechinchera chonsi ekonunge kuga tomoroto tomonene. Yes, sasa tukae tena. Tunaendelea na presentation. It's Kirongorori High School. Alright. Mwancho muriele ngotera Kiss FM Digital mnatoka kwenye Rigaiga na wewe frequency yetu kila siku haijabadilika ni Kiss FM 94.1. Kimbia pale Facebook tuko live
Weka comment yako pale, tuambie unatazama kutoka wapi, tutakuwa tunaziangazia na kuzipitia zote. Pale YouTube ni kupitia Kiss FM Digital. Weka comment yako pale, anzia na hashtag Kirongorori High School. Tuambie umewatazama, kazi yao iko aje, na ukiwa rank bado wanafanya kazi nzuri sana. Nataka tuingie by the way ni quotes, man advices. Falsafa. Tuingie kwa falsafa. Uko tayari na falsafa? Haya, kuja mbele. Tunaingia kwa falsafa ya siku. Utakuwa unaanza na jina, kidato ni kipi, tupe falsafa. Na mtreni wakimaliza si lazima niwaambie tuwapatie makofi. Ama mnasikia hivi mtu akifanya vizuri? Yes, wakimaliza mnawapatia makofi, si ndio? Haya, twende kazi. Naam. Karibu tena. Kwa majina ni Neema, kidato cha 3. Langu ni Lavena Kamboka, kidato cha 2. Naam, ni busara swali lijibiwe na jibu, lakini imekuwa tamaduni mbovu ya swali kujibiwa na swali tena la kibugudha. Ukakamavu bila busara ni mzizi mbaya kwa jamii. Uhodari na ubinafsi ni chachu ya kesho mbaya kwa jamii. Heshima ndio rutuba ya maelewano. Mapuuza na kiburi ndio ukame katika ardhi ya amani, upendo na umoja. Hatuhitaji kufanya mengi mtazamaji, badala yake tufanye moja kadhi ya mengi ili kujenga wengi na mengi. Naam, mtazamaji, na kukua ni kujua cha kusema, ukiseme na nani, ukisemeje na ukiseme kwa staili gani. Na ukikosa kujua unyamaze, maana kunyamaza ni hekima kuliko kusema. Naam, katika falsafa ya pili ni kwamba kwa Mkenya yote mahali popote, cha msingi tuwasikize wote bila kubagua yoyote, wote wajue yote kutoka kwa wote, kisha uchague yoyote bila kujali chochote. Kivyo vyote maamuzi yote ni muhimu kwa malengo ya wote. Hivyo basi tuwakaribishe wote, tuwasikize wote, kisha tuwadadisi wote. Usiambiwe chochote na yoyote kuhusu maamuzi yote. Sote maamuzi yote yatoke katika fikra zetu, sote yajenga yote. Ni wako msomaji Neema. Tukutane wakati mwingine. Lavena Kamboka. Watu wote tuko zote, tunafanya kazi kama sisi wote, yote tukienda kote, kitu kama hiyo. Upate makofi tena. Very nice. Tuko karibu, naona imefika saa 7. News inaendelea huko. Sawa, news ikiisha tutakuwa tuna proceed, tukimaliza hii sector tutakuwa tunatembea studioni, tutakuwa tunafanya tour, si ndio? Nyinyi wachache, hata nyinyi mnaweza ongea hata nyote, kwanza kila mtu ongee jina, si ndio? Si kila mtu anataka kujisikia kwa radio. Na mliambia kutoka nyumbani mnakuja huko, so wanasikiza. Alright. Challenges ni gani mko nazo? Ziko. Okay. Ni nani ndiye nani na nani ndiye nani, nani ndiye nani, ni nani na nani na nani. Nimesikia hiyo ni falsafa. Hata mimi nimeanza ku create zangu mbaya sana. Hakuna namna nyingine sasa. Haya, twende kazi. Unaanza na jina. Kidato ni kipi? Ala. Si shida. Naweza nilikuwa naomba. Wewe kama mtangazaji wa KCFM. Naweza kuuliza swali. I want to challenge you actually. Unataka unichallenge? Unataka unichallenge mimi? Achire ketoma dona. Unajua tu challenge. Lakini tuongea maswali ya school. Haya, twende kazi. Na mpenzi mtazamaji, mbele yenu nimekuwa Kido, nimo ndani ya mastudio KCFM 94.1 Enkayomo Gusii. Sijui mwenzangu unaitwa nani? Yaani unajua unaitwa nani? Naitwa Msiwiza Crown, Msiwiza Crown. Si Crown. Crown. Niita Msiwiza tu. Majina yako ya kawaida? Edwin. Yes. Naam Edwin, nipo hapa kukupa swali moja, sijui kama utawezana. Twende kazi. Umo tayari? Kama kawaida. Born to be ready. Kwa sababu nitumo ndani ya KCFM Enkayomo Gusii. Nina swali moja kwako. Nohere bantu. Kawaida. Kabisa. Umo hapa kama KCFM 94.1, sijui inaweza imekusaidia nini wewe kama mtangazaji huku? KCFM imenisaidia kulisha familia, nimegrow, jina iko sawa, nimepata vitu nilikuwa nataka, nimejenga. Imenisaidia sana. Hapo kwa kulisha familia usitoke hapo. Umesema una bibi? Kawaida, yes. Sijui kama una watoto. Mtoto yuko mmoja.
Le kiwango cha masomo. Mimi? Naam. Nimefanya degree. Mwenzangu Edwin hapa ndani ni mna swali moja, swali la pili ni tunaposimama hapa Kisii FM naomba kujua M-Pesa balance yako sasa hivi tunavyoanza. M-Pesa balance ama bank balance? M-Pesa balance. Mimi situmia M-Pesa, natumia bank balance. Unatumia gani Mr. Edwin? Natumia bank. Bank. Yes. What is the balance there? Bank 11,000. 11,000. Yes. It's amazing. Swali la tatu mwa Bwana Edwin. Umesema una bibi kabisa. Sijui kama wazazi wako wote wamo. Mzazi mmoja amepotea disease. Mmoja amepotea, baba mama. Niko na baba. Uko na baba. Yes. Naomba simu yako Bwana Edwin. Kopale. Ulimpigia simu lini baba? Baba? Tumeongea na yeye jana. Saidia Bwana Edwin. Leta simu. Naomba uniwekee password Bwana Edwin. Tunaingia kwa call log. Kwa call log. Yes. Uliongea lini na babako mwisho? Ilikuwa jana. Yes, let's see. Sijui kama ulikuja hapa Kisii FM kasahau wazazi. Mimi nataka kujua uliongea na mzazi lini ya mwisho. Ndio tunafungua, ndio hiyo that 2 days ago. Yes. Hiyo si jana Bwana Edwin. Ilikuwa lini? Ni juzi. Sawa kabisa. Swali langu la 4 Bwana Edwin, umesema una bibi una mtoto. Uliongea lini na mama watoto ya mwisho? Sasa tunaongea tukiwa naye kwa nyumba, yani. Kwani sini sai nikitoka kwa nyumba. Sasa hivi. Asante kwa hiyo. Naomba umpigie babako simu sahi, mwambie baba anakupenda. Sio unataka nimpigie sahi? Pigie baba simu sahi, umwambie unampenda. Okay. Leo nimepigwa sanitizer. Ama uko na mkopo Bwana Edwin? Sijai kuwa na mkopo. Nimrod, naona ni sanitize. Next ni wewe. Pigia baba simu, mwambie unampenda. Kwa sababu ndiye aliyekufanya. Ayo mzee na kiole. Na give the ground embu yabire. Embu ya nga ya bugwanira. Okay, bande ngotenga ningu ajitego. Asante sana Bwana Edwin. Yangu ya mwisho kienda nyumbani salimia mama watoto. Lazima kawaida. Haya, kuja hapa sasa tujamalizana. Unakulanga karo ama unakulanga karo? Nakura karo. Ya shule. Ya shule. Siku ya mwisho ulifanya makosa mbaya shuleni ilikuwa lini? Ilikuwa last week as I think. Na ulifanya nini? Niliroll chakula. Niliroll chakula. Chakula? Naam. After kushikwa? Nilijaribu kujitetea. Wapi, nilipokea kichapo cha umma msikitini, viboko 3-2. Nikarudi darasani. Majina yako kamili ni? Kido Mokua. Kido Mokua. Kabisa. Nickname? Ndio hiyo Kido, mimi sina Kisi Pirate. Naam. Ile chakula unapenda shuleni gani? Shuleni kusema ukweli mimi sipendi githeri. Githeri siko Isaya githeri. Labda basi mchele kwa maharagwe, wali kwa maharagwe. Siku ya mwisho ulitongoza mtu ni lini? Songa, so many hands. Ukishikwa siku ya mwisho ulitongoza ni lini? Kwa kusema ukweli sijai. Tumia madarati? Sijaitumia. Ile drink unapenda ni gani? Mimi Minute Maid. Minute Maid is my best. The kind of football unapenda ama game unapenda ni gani? Football. Kabisa. Siku mwisho ulitongoza msichana akakwambia mimi sikutaki ukiwa nyumbani si shule ilikuwa lini? Sijai kabisa. Hujai kabisa? Sijawahi. I wish walimu wangetoka kidogo. Ni sawa tu. Anyway. Tukimalizia ile Max Kid unafanya uko form 4. Ile Max kidogo ushapata kemu ni gani na usinidanganya?
Kusema ukweli kemia kama ya mtihani uliopita nilikuwa na alama 3 kwa 80. Shida ni gani? Shida sielewi, kama ni ngumu, sijui shida. Nani alisema ni ngumu? Wenye tulipita ilikuwa ngumu wapi? Labda sasa tutie bidii kabisa. Na uko form 4? Niko form 4. Mtihani kubwa iko next month but one, si ndio ama next month Naam. Na ukapata 3. Soka ya ndio kwa kuruskaje? Ndio kwa kuruskaje? Itayo, peyo. Na ile subject unapenda shule ni gani? Kiswahili. Kiswahili. Naam. Na historia. Na historia. Naam. Alama za mwisho ulipata historia ni zipi? Historia nilikuwa na labda niweke kwa grade nilikuwa na awasi A minor. A minus. Naam. Historia. Historia. Naam. So ukipata historia A minus. Naam. Kama upate E. Naam. Ukicombine inaleta nini? E. Ndio ukae chini. Anyway, leo nimepiga sanitizer. Msichana mmoja kuja. Kuja. Nani acha nichague mtu. Wewe kuja. Wewe ndio nani huyu ndiye alicheka sana. Kuja huko mbele. Unataka kuni challenge? Ama ni kuchallenge? Tuanze na nani? Tuanze na yeye. Ladies first. Kwa majina? Mimi naitwa Edwin. Edwin. Yes. Je, wampenda mke wako? Kawaida. Sasa kama singempenda angekuwa nyumbani. Wewe ni mwaminifu au la? Kweli mwaminifu nambari 1. Kwa Mungu ila sio binadamu. Mimi ni mwaminifu pande zote. Mungu, binadamu, napenda Yesu na nampenda. Wapenda mke wa aina gani? Mke wa aina gani? Bora tu kwa mrembo. Kwa tu mrembo unakaa vizuri. Uko tu sawa nyeshi. Wewe ukiona mke anapita wapenda kuangalia upande mgani? Mgongo. Jioni ukienda nyumbani wamsalimia vipi mke wako? Si kawaida tu. Hai. Hapana, hayo sio mapenzi. Mapenzi ni nini? Mapenzi kumkaribisha mke wako ni Sasa tumezoeana. Wewe. Hayo basi, mkila kwa meza, je, mwakula vipi? Mwajipanga vipi? Kwa meza, si mimi nakula na mtoto na yeye anakula. Hapana, hayo si mapenzi. Kama wampenda mke wako basi mstahili mnala katika sahani moja. Haya. Chako kitakufikia. Twende. Ya mwisho. Anything want to know from me? Tuendelee. Upande wa chakula wakula chakula kingi au kidogo? Kawaida mwanamume Kisii na Uluya hakuna tofauti. Mwanamke akisalimia wasikiaje katika mwili? Kama huyo mwanamke ni mrembo, waona yani wachangamka vipi? The crystal rocks in the ground. Shakes. Yes. And that's all. Haya, songa hapo karibu. Niuliza mapenzi. Mapenzi ni nini? Mapenzi? Mapenzi ni aina ya hisia fulani ambazo binadamu kama mwanamume na mke huwa nazo. Siku ya mwisho mtu alikuambia nakupenda ni lini? Jana. Alikuwa nani? Alikuwa nani? Alikuwa kijana mrefu kuniliko, brown. Na ukamwambia nini? Miaka ndio sasa, tuende ndani. Haratini. Nikamwambia sijakuwa. Bado mimi mwanafunzi. Unapenda subject gani? English. Physics. Alama ndogo ushipata kwa physics ni gani? 40. 40.
Alama ndogo usipata kwa English? English 50. Kitu ungependa kukua ukiwa mkubwa tukijana na utangazaji ni gani? Nursing. The shortest Bible verse in the Bible ni gani? The shortest. I don't do theory. No. Hiyo si theory surely. Hiyo si theory. Yaani hata hujui kitu inaitwa Jesus wept, hata Rasta anajua Jesus wept. Give me a Bible verse. Na usitudanganye niko na Bible. Bible verse. James 4 verse 10 it says, humble yourself before the Lord and he will exalt you up. Amen. Na chini ukae. Nimrod kuja hapa. Wachana na kamera. Nimrod kuja hapa. Anyway, that's part of challenge. At least mmefurahia. Yes. Hiyo ndio nilikumbuka nilisahau kuambia. Kuna katoto karembo ni vile singekuja naye. Kasichana tena. Sijana mjipatie makofi. Nimewakilisha. Yes. So next tunaingia sekta gani? Ni nini tumebakisha? And at least mkae na short break before to proceed tuingie huko ndani. Tuone vile mambo inafanyika, muone studio vile vitu zinatoka, transmission kutoka the main studio on air inaingia kwa transmit hapa ndani, tuko na server inaenda kwa hii hapa nje, niwaambie inaitwa aje? Kutoka mast inaenda wapi? Kutoka huko inaenda juu? From there inaenda wapi? Jipatie makofi. Yes. Ni kitu gani tumebakisha? Ni bado ta presentation. Wale watu wanatoka, by the way. Nataka sasa wanafunzi wapatiane challenge wao wenyewe. Si ndio Nimrod? Kijana gani njoo na wasumbu. Ndio yule. Njoja. Nero pesa. Ngari kwa garogo mugago mbabesi migaga risika kwa ribinto bya Wewe ndio nani ntomela besange. Ungependa usumbue nani? Shika mic. Ita mtu. Lavenda. Na mpenzi mtazamaji, tumo tena mastudioni Kisii FM. Langu jina ni Kido Mkua. Mwenzangu unaitwa nani? Lavenda Kamboka. Una miaka ngapi? 16. 16. Kwenu nyumbani ni wapi? Sengera. Sengera hii hapa juu. Swali langu la kwanza, sijui kama umo tayari kwa maswali yangu. Ni tayari. Tayari? Uko kidato cha ngapi? Cha pili. Darasani subject gani nayo kulemea? Somo gani linalo kulemea? Subject zote ziko sawa. Zote ziko sawa. Naam. Sijui tuingie kwa hesabu. Moja ukiongeza moja? 2. Si 11. Hapana. 3 times 4? 12. 20 times 6? 120. 120 divided by 2? 60. 60 multiplied by 4? 240. No. I have a challenge here. You go after me. If can't I tie. Why can't I tie? If can't I tie. If can't I tie. Why can't I tie? If can't I tie. If can't I tie. Why can't I tie? Mr. Can't I tie. Okay. Perfect kabisa. Sijui kama umo katika hili swala la relationship, hili swala la mapenzi. Kwa msene yeyote lazima upitie hapa. Lazima upitie. Sijui kama umeyapitia? Naam. Umeyapitia. Sasa hivi tunavyoongea uko na wavulana wangapi? Idadi ya wavulana wangapi? Hakuna. Hauna kabisa. Na umeyapitia na una? Shida iko wapi? Nimeyapitia kutongoza lakini una. Ukubali. Naam. Mbona ukubali? Bado mimi ni mwanafunzi. Bado wewe ni mwanafunzi. Safi kabisa. Swali la pili. Una wazazi wako wote? Naam. Kati ya mama na baba unampenda nani? Baba. Mbona si mama? Baba ndio huwa ananipembeleza. Na nakubembeleza? Naam. Miaka yako inafaa kubembelezwa kweli? Mama ushinda akipiga kelele ukifanya kaza kidogo. Mama anakupigianga kelele.
anaweza kupigia kelele bila wewe kumkosea. Ukifanya kosa kidogo lazima anapiga kelele. Kwa hivyo lazima apige. Unampenda baba? Na Asante kwa majibu yako. na mnili na tena tuko kwenye ili zoezi la kujaribiana. Langu ni Lavenda Kamboka, nawe mwenzangu? Mkuu wa Kido. Na uko na miaka mingapi? Miaka 17. Kidato cha 4. Una wasichana wangapi kwa sasa hivi? Nina mmoja. Moja. Unampenda? Nampenda kabisa. Kabisa? Kabisa. Una uhakika gani? Hakika ingekuwa kuna ya 101 basi hiyo 101 ingekuwa. Lakini sasa hivi acha ikuwa 100. Hivyo basi nikiweza leta msana mrembo uwezi kumpenda? Siwezi kabisa. Kabisa? Kabisa. Hayo ndio tulikuwa na leo. Tukutane wakati mwingine. Nani anataka hii? Wewe kila mtu akae. Nani anataka hii? Sina kafiti? Kila mtu anaitaka? Shida ni nani ataenda nayo? Shida ni nani ataenda nayo? Nani ako tayari? Nani ako tayari? Kila mtu ako tayari? Wala ako tayari, simama. Kila mtu ako tayari? Haya, tukuje mbele basi kama tuko tayari. Yes. Niliongea miaka yangu. Nani anakumbuka niko na miaka ngapi? Nisema miaka ngapi? 30. Oh, good. Kumbe mnakumbuka kila mtu. Hiyo inaitwa chemsha nini? Before tuanze nataka kupatia mtu t-shirt safi. Hii ni Kiss FM. Hapa nataka mtu ang'are, si ndio? Mtu akitoka hapa ndani atakuwa amefanya nini Nimrod? Ameng'ara. Yes. Yaani yule pekee ndiye ataki na huyu ndiye ataki. Ni mingi. Aya, na siku ya mwisho nilisema niliongea na babangu ilikuwa lini? 2 days. Good. Niko na watoto wangapi? 1. Niliongea jina yake. Nani anakumbuka? Madam, kumbe unawasaidia kutoka hiyo pande. Sawa, nataka niwa challenge kitu moja. Nilisema tuko na program ngapi hapa ndani? Ngapi? Umepotea ngapi? Sawa. Sasa nataka niliwaambia tunaanzia Monday, weekend, Saturday tuko na programs gani? Si niliwaambia kwa nje zote. Tunaanzia usiku, acha kuangalia hizo hapo. Hizo haziko hapo, hizo siwezi kuuliza, hizo mmeziona hizi. Saturday tuko na programu inaanzia 12 mpaka 12, si ndio? Nani anakumbuka? Shika. 12 to 5 okomonyerana. 12 to 5? Okomonyerana. 5 to 10. Ege teacher. Haya, 10 to 1. 10 to 1.
Shapotea tayari. 10 to 1. 10 to 1. Obolemi. 1 to 4. 1 to 4. Rumba. Rumba. 4 to 5. 4 to 5. Inaitwa Abasai. Hakuna kipindi kwa 4 to 5. Kipindi kwa 4 to 7. Toshapotea tayari. Huko nyuma. Nani anakumbuka? Hiyo ni saa tu. Rais, niko na t-shirt ndio hii. Wewe ukiniambia tu hapa nakupatia hii saa hii hivi tumaliza. Eye. Kwani amuitaki? Gosira nega nyingi ndio gani kiao? Niulize vizuri tena. Sawa, tumeachana saa tu. Nani anakumbuka programu za Sunday? Leo ni Sunday. Niliwaambia hapo nje. Nikawaambia vizuri, nika explain. 5. Acha niwapatie crew. 12 to 5 maonyerana. Tuanzie 5. Kutoka 5 hadi 10. Niliwaambia kipindi inaitwaje? Sunday leo. Haya. Hiyo umeshindwa. Tumeanzia 10 to 1. Kipindi imekuwa sahihi ya 1. Niliwaambia inaitwaje? Ege teacher. Ongea na mwanamume unaongea toa sauti. Unasema ni gospel song. Gospel. Iko na jina hiyo jina ndio nataka. Nani anakumbuka? Mtu wa karibu wa mention. Amatera ki. Okay, sawa, tuanzie sasa kipindi iko sahihi naingia ni gani? Sasa hivi ni saa 7 hadi saa 10. Reggae Roots. Jumu umesikia hivyo? Wewe nifinyile simu hivi iache kulia. Sasa tukiingia saa 11 hadi saa 1 ni gani? Saa 11 hadi saa 1. Acha kufikiria sana ni gani? 4 to 7. 4 to 7. Hiyo ni ya vijana. Oh, ilikuwa Sunday. Leo ni Sunday, yes. Rumba. Kutoka saa 1 hadi saa 6 ya usiku ni kipindi gani inaingia? Kipindi cha wazee wamerejea. Sasa hapo ndio umepotea. T-shirt nilikuwa nimekupatia sasa wewe. Ungeenda nayo. Leo ni Sunday. Yes. Kutoka saa ngapi? Saa 1 hadi saa 6. Kuna kipindi niliwaambia inaingia ya kanisa, talie misa, but inadili ne misa. Iko na jina yake. Yes. Naam, mimi sio Mkisi. Wewe sio Mkisi. Wewe sio Mkisi utajua. Niweke kando tu. So hii tisho niweke kando. Acha nikuulize. Muone mrefresh. Si mko na wakati? Ama nimalizane nao Ruth nipatie mtu tuende nayo. Uko na kitu nauliza, Jumia sasa nimeshinda napatia nani? Ruth kuja. Kuja. Wewe patia mtu t-shirt, mimi nimeshinda mtu napatia. Juu sasa hii t-shirt maridadi amuitaki? Amuitaki? Unaona vile imesoma, inasoma aje? KCFM, yes. 94.1. Nkayumu usi. Yaani hakuna mtu anaitaka. Niliwaambia nafanya vipindi gani? Thank you. Rais. Wana jina mwiro, wana roro joko. Sasa hiyo mkishindwa, nitarudi na hii t-shirt niweke. Okay. Majina yote na vipindi zenye niliwaambia nafanya. Kwa majina huu unaitwa Ruth Magoma. Unafunza vipindi za watoto. Hiyo kipindi cha watoto kinaitwaje? Kiko na jina. Haukusema, ulisema vipindi za watoto. Hakusema. Aya, nikasema tena nafanya hiyo ni kimoja chenye umesema. Nafanya nini nyingine tena? Hiyo ukipata sasa unapea watu news.
Si ongea na courage, ongea na courage. Ongea na confidence, kiangalia huko. Hii t-shirt tunataka kuipeana. Anapea nini? Na anapea watoto, acha niongee kwa kizungu, guidance, yani kitu kingine after hiyo. Hiyo ni kipindi ya watoto. Hiyo tumekubali ni kipindi cha watoto. Sasa kitu kingine anafanya. Kitu kingine anafanya. Weke t-shirt kama. Aje. Nani hataki nirudi na hii t-shirt? I want to give it out. Kipindi ya kwanza ni kipindi ya watoto. Ya pili ni ya kanisa. Ndio. Inaitwa aje? Mimi sio Mkisii, sitajua hiyo lugha kwa sababu sitashika. Sasa wewe umesema, lakini si niliwaelezea hapa asubuhi. Unajua you are not attentive. Jambo la kwanza unajua kama lugha hujaizoea, so huwezi kuja na uishike hivyo. Hata vile tulikuwa kuna mwingine anakumbuka. Nani anakumbuka? Anybody mwenye anakumbuka? Hiyo jina tu rahisi. Haya, si jina nimeshindwa. Nami nitaka nikuulize swali, ukishindwa nachukua shati. Okay, sasa unataka kuanza kunihoji tena. Mimi ndio nilikuwa nakuhoji. Sasa unataka kunihoji. Ndio tufanye ikuwe fair. Swali langu ni hivi. Aliyekula bila kutarajia na aliyekula bila kukusudia, wote wamekula, ila ni nani amefaidika na ni kwa nini? Hebu rudia swali. Aliyekula bila kutarajia na aliyekula bila kukusudia, wote wamekula, lakini mmoja wao amefaidika, na ni kwa nini? Mwenye amefaidika sana ni yule mwenye aliyekula bila kutarajia. Umenoa. Haya, wacha ni support kisha nikuelezee. Aliyekula bila kutarajia ndiye amefaidika, umesema hivyo, si ndio? Mimi nasema ni aliyekula bila kukusudia. Hakuwa na makusudi ya kula, lakini amekula. Na huyu mwenye hakuwa anatarajia, yeye alikuwa na matarajio ya kula. Hakuwa anataka kula, lakini alikula. Kwa hivyo sasa, unless utufafanulie tofauti ya kutarajia na kukusudia. Kukusudia ni yule ambaye hakuwa anakusudia kula. Okay. Sasa unatumia msamiati kuelezea msamiati. Kuna tofauti gani kati ya kusuhudia na kutarajia? Inaonekana aliyekutarajia ni yule ambaye amekula bila kutaka. Na kukusudia hakuwa na makusudi ya kula. Ndio. Alikuwa anataka lakini akakula. Akakula. Na huyo mwingine? Ama ni kama hii swali ni kama haujaipata vizuri. Mwalimu wa Kiswahili yako hapo. Tofauti ya kutarajia na kusuhudia ni gani? Cha mwalimu atusaidie. Mwalimu njoo tusaidie. Pakonya ya wewe wewe. Labda unaweza kuwa ni wewe umevalia hii t-shirt. Ati mwalimu ako nayo. Si sasa kijaribu kufafanua ndio tutajua tofauti kwa wapi. Mwalimu, hebu tuelezee. Kutarajia ni kama huyu mtu achaona hilo jambo. Hakuna imani fulani. Na kushuhudia ni kama ameliona. Hiyo ndio tofauti. Kulingana nawe nani amefaidika sasa? Sikuelewa swali vizuri lakini niambiwa nitofautishe. Thank you. Kwa hivyo mwalimu, kulingana na maelezo ya mwalimu, ndio huyu mwenye hakutarajia ndiye amenufaika. Huyu mwenye anakusudia ni kama anajipanga. Anaona chakula iko mahali. Sasa kama unaona kuna chakula mahali, umefaidika aje? Huyu mwenye hakutarajia ni kama hakuwa anatumaini kwamba anaweza akafanya nini? Anaweza akakula. Sasa ni kama umemletea chakula, amekula. Sasa si at least yeye ndiye amenufaika kwa sababu hakuwa anatarajia. Jinsi nimeshikilia hii t-shirt. Ulikuwa unatarajia ati nikupatie ama unakusudia nikupe? Hii nina naenda naye. Kwa hivyo unatarajia nikupe.
Lakini sasa naenda naye, sitarajii wala sikusudii, ila naenda naye. Lakini tumupe ama tusimupe? Haya basi, mmesema wengi, mfanye, wanasema wengi ufanye nini? Haya, bila shaka. Fikiria hapa Wiza. Amejisumbua sana. Amejaribu sana. Wapi makofi yake? Toa sote uvalishe. Wow. Mara hiyo. Amesumbuka akili sana. Kijana ameteseka kweli kweli. Amejaribu. That's good. Now Baka nauliza auntie swali. that's being a gentleman sasa. Ukitaka kitu yani unakiendea na energy fulani, hii kitu nakitaka hii kitu. Jitume sasa. Hiyo bidii. Yes. Wow, asante sana. Mnaona sasa jinsi anavyo, si yako smart sana. Sasa huyu ndio Mr. Kirongorori Secondary High School. Simpige makofi. Mwalimu, njoo tupiwe picha na hao sasa. Tuko na mshindi. Tuko na mshindi. Mshindi wa siku. Ilikuwa size yake. Oh, smile. Yeah. Nilikuwa nasikia mkiongea vizuri while I was away. Mlikuwa mnasema aje? Chapati. Kuna kitu mlikuwa mnasema je, Kiss FM? Hiyo. Wapi Korista? Mustafa? Sasa tuko wapi? Tuko Kiss FM 94.1. Tuko Kiss FM. Sasa tuko wapi? Tuko Kiss FM 94.1. Tuko Kiss FM. Kiss FM. Hivi sasa tuko wapi? Tuko Kiss FM. Yes. Na ndio maana sasa tumepata mshindi wa siku ya leo. Mshindi wetu. Kongole sana bwana. Tia bidii na nyinyi wengine, sawa? Tunashukuru sana. All right. Yes. Bado t-shirt ziko, si eti ni hiyo moja. Hiyo ilikuwa by the way. So mjipange maswali. Hata wewe umejingangania sana. Usijali, utapata moja. Si ndio? Kwa sasa tunaingia new segment. I think presentations zimeisha kutoka hiyo pande, si ndio? Kuna kitu imebaki. Unaweza rap? Wewe ni rapper. Wagwani you know me, naweza rap nipige mistari kali. Ikue kali, pilipili kali, tamu kali ya kali. Tupatie mistari kwanza, huyu ni msanii au sio? Introduce kiusani, si ndio? Yo, what's up my good people, with the rapper. She the baddest. You don't know people? She gonna give us something good, something special in the building. Got it? Omido Sara. Yeah, let go. Okay. Wananiplay kama test leo, mimi na converse ngoma zote zaona ndio influence na wachapa na matest nione ndio best. Kama wata win test inabidi kwa place feature yako usifanya kile kan note, fanya mara mbili lakini utagua japo mengi mazuri, wenda kuitambua, wenda kupindua, wenda kuikagua. Nimekuja kupresent wale nyania ambaye wasio na midemo kali zote za kwao, wanaita Obra msanii yule mbaya sana nashikisha na bring on fire. Leo niite waya, kesho niite waya, kesho kiniita watu namba sana. Tuongeze mstari mwingine kidogo, wewe ni rap. Moja mbili tatu, wazee wa matatu wanapenda vitu tatu kama swali ya kiatu. BIG kula bigiji na kufa maridadi. Nilienda mtoni nikapata mkamba akinyangwa na kamba akimezwa na mama. Nilimbanga sana lakini siku hizi simbangi. Siku hizi mimi ni mtangazaji.
niliokoka, napenda Yesu. Rakakakaka. Yes. Anyway, sasa nataka tuenda short break. Tumeongea na mwalimu. Vitu zimebaki ni kidogo tu. Si mmekuja Kiss FM. Mnafaa mtembee muone vile tunafanya kazi, si ndio? Vile news inakuwa edited, vile sound inatoka main studio, vile streaming inafanywa. Hizi ni trip 2 tu. Kutoka hapo tutakuja, mtatupatia historia ya shule. Hiyo ni tukimalizia, tumetoka break. So tutakuwa tunaenda lunch, mko na dakika kama 30 ni mingi ni mrodi, si ndio? 20 good minutes. Mkule lunch. Tembe kidogo ifanye kazi, tukirudi tunamalizia, si ndio? Kutoka Kiss FM Digital tunaenda short break. We'll be the right back after the short break. Ni MC with the crown, behind the camera naitwa Nimrod pamoja na Lilian. Pale pande ya Facebook, Twitter, Instagram, kila mahali ni kupitia Kiss FM 94.1, YouTube ni kupitia Kiss FM Digital. Keep it locked.